Tulitembea mchana na usiku, tukieneza neno la imani ya Kibaha karibu kila mahali. Hali ya barabara, kwa mfano, ni duni kweli, lakini licha ya yote hayo, unawaona wafuasi wa uzuri uliobarikiwa. Wanazunguka ili kujibu ujumbe wa Bahul. Watu hawa walikuwa wametoka vijiji vya jirani, mahali ambapo Shabani alikuwa amefundisha imani. Wabaha hawakupumzika, walienda kila mahali kuwafundisha watu. Hii ni hadithi ya kishujaa, hadithi ya kutia moyo ya upendo, dhabihu na matumaini, jamii inayobeba maono ambayo juu yake jamii mpya itajengwa. Mashujaa na mashujaa wa hadithi hii ni wengi sana. Haiwezekani kuwataja wote au kusimulia matendo yao kwa muda mfupi sana. Hadithi zinazofuata zinatupa muhtasari wa mwitikio wa ajabu kutoka kwa watu wa Kongo kwa ujumbe unaounganisha wa Bahul. Hadithi hii ya kusisimua ina asili yake Urundi, sasa Burundi. Mwitikio wa ajabu, mwanzo wa imani ya Kibaha katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu miaka ya 1950 kulikuwa na mwamko barani Afrika. Na wasomi wa Kiafrika walijitolea kusoma na kufanya utafiti. Nilipokuwa Usumbura, nilifanya utafiti. Kulikuwa na watu wawili, Selemani Louis na Ilunga Ngoi. Tulisoma matukio ya sasa. Wakati huo, nilikuwa nikifanya kazi benki. Karibu 1948. Wakati huo, nilikuwa nikitafuta ukweli. Sisi wa Afrika tulijiuliza, ni nani aliyetuumba? Ambaye kupitia yeye niligundua magazeti Pourquoi Pas, Libre Belgique na mengine. Na nilianza kusoma na hapo ndipo nilipoona jina Leanis. Sasa nimepata barua zilizotumwa na watu kutoka Bujumbura wakati huo. Nibo Selemani, miongoni mwa wengine, ndiye aliandika barua kwenda Brussels kwa sababu walikuwa wameona kwenye gazeti kwamba mkutano wa Kibaha ulikuwa ulifanyika na walitaka kujua ulikuwa unahusu nini. Ni wakati huo ndipo aliponiuliza nilimaanisha nini na akanielezea mambo mengi kuhusu jinsi uumbaji ulivyotengenezwa na jinsi tulivyokuja kuwa weusi. Katibu wa bunge la Brussels, Bi. Leanis alisema, sawa, tunakutumia kitabu, alama ya nyota Bahul na enzi mpya alama ya nyota, na hapo utapata majibu yote unayotaka kuhusu nguvu zilizopo katika imani ya Baha. Katika kitabu hicho, nilielewa kwamba tumeumbwa na Mungu na kwamba rangi ya ngozi haina nguvu. Na nilianza kukishiriki na marafiki niliowajua. Selemani bin Kimbulu alikuwa mtu wa kwanza kukubali imani ya Baha. Yeye naye alianzisha kwa Kebe Joseph, Kabwe Bernard na Kiungu Gabriel Kabunji. Baba yangu pia alikuwa mmoja wa wasomi waliojitolea kufanya utafiti. Alifanya kazi katika benki, lakini wakati fulani alishawishiwa na rafiki yake Suleimane, ambaye pia alizungumza naye kuhusu imani.
Na baada ya hapo, kulikuwa na mapainia waliokuja Bujumbura kwa muda mfupi sana, Rek na Marie Collison, pamoja na mwanafunzi kutoka Malawi aliyezungumza Kiswahili na ambaye jina lake lilikuwa Dondus. Hivi ndivyo tulivyoweza kufundisha imani. Collison alikuja benki, hatukujuana. Aliniambia, njoo kwetu saa 10 baada ya zamu yako. Turizungumza. Kwa hivyo nilielewa wakati huo kwamba angeweza tu kuwa Mbahai. Hivyo ndivyo anavyotupa majibu bila kutuficha chochote, bila kuonekana kama mwashi. Hiyo ni kweli. Kila mtu alikuwa akiniambia, ni hatari kwako. Ukitoa mawazo kama hayo na tunajua utakuwa dhidi ya wazungu, basi hapana, mimi si dhidi ya wazungu, nasema ukweli. Wakati huo, serikali ya Ubelgiji haikuruhusu kuanzishwa kwa dini nyingine yoyote. Wabaa walilazimika kujificha kama wezi. Watu wangesema wangekukamata. Waliunda kusanyiko la kwanza nchini Burundi mnamo 1954, kusanyiko la kwanza lililoundwa na Wakongo pekee wakati imani ilipoanza kupanuka. Walikuwa na ziara muhimu kutoka kwa walimu, na walipokuja kuwaona, tuliamua katika kikundi chetu kwamba lazima tuende kufundisha imani ya Wabaa nchini Kongo. Mara tu imani ilipoanza kuenea, walipokea ziara muhimu kutoka kwa walimu na waanzilishi, akiwemo Bo Nakjavani. Nilikuwa nikiwatembelea marafiki huko Utumbura. Collisons walikuwepo pamoja na Bo Dunduzu ambaye pia alikuwa Knit wa Bahul. Ali Nakjavani alikuja kutuimarisha na tukaamua ndani ya kundi letu kwamba tunapaswa kwenda kufundisha imani ya Kibaa huko Kongo. Nilifanya kazi katika benki ya Bibi nchini Burundi. Siku moja Mkongo mwenzangu, Kitoko Albert, ambaye hakuwa Baa bado, lakini alikuwa amesikia baadhi ya mafundisho, alikuja kuniona. Alikuwa mfanyabiashara, angeenda Kongo na lori lake kununua ndizi, kisha akarudi kuziuza Burundi. Alikuja Usumbura na kulala nyumbani kwangu. Nilimweleza imani, nikampa pesa za kununua ndizi, na wakati huo huo nikamwambia kwamba anapaswa kufundisha imani hiyo. Lengo langu lilikuwa afundishe imani hiyo, ashiriki yale machache aliyokuwa akiyajua tayari, kisha arudi ili kuimarisha uelewa wake baadaye. Alifika Kaboke Nwindu, aliuliza wapi angeweza kununua ndizi. Kwa hivyo Shabani alikuwa na bahati sana, alikuwa na ndizi nyingi, na ni nani angeweza kununua ndizi? Na ilikuwa wakati huo ndipo ulipoelezea imani. Kama ilikuwa Shabani na ndugu zake walikubali imani hiyo. Aliporudi, Kitoko alituambia kilichotokea. Sote tulielewa kwamba ilikuwa muhimu kwenda mahali ambapo Kitoko alikuwa. Tulienda Uvira na hadi Makobola. Kwa hivyo wakati ulikuwa umefika, imani ilikuwa ikienea kutoka Usumbura hadi Kongo ya Ubelgiji wakati huo. Marafiki wa huko, marafiki wa eneo hilo, walitaka kupokea mgeni kutoka Kampala, na uamuzi ulikuwa kwamba niende. Nilikuwa na uzoefu fulani wa kufundisha katika vijiji vya Uganda, kwa hivyo nilifikiri ingekuwa sawa sana, lakini niamini, nilichokiona Kongo kilikuwa tofauti kabisa. Hivi ndivyo ilivyotokea Hubur. Ali Nakjavani aliendesha gari kupitia Uvira, kupitia kichaka, na akafika nyumbani kwa Shabani.
Hili lilizidi mawazo yangu ya ajabu na halijawahi kutokea tena. Selemani ambaye angeandamana nami katika safari hii, aliniambia kuhusu Shabani na jinsi alivyofundisha sababu. Alieleza kwamba marafiki, akiwemo Shabani mwenyewe, hawakuwa wanajua mengi kuhusu imani. Lakini walikuwa wamehisi roho yake, roho ya mafundisho. Ukombozi huu kutokana na ubaguzi, hasa ubaguzi wa rangi, ulikuwa umegusa mioyo yao kwa undani sana hivi kwamba walijua, kwa undani wao, kwamba lazima iwe kitu cha kimungu. Kwa hivyo tulifika na niliweza kuona kwa mbali kwamba umati mkubwa ulikuwa umekusanyika. Nilitoka kwenye gari na kupeana mkono na mtu wa kwanza aliyenikaribia, lakini hiyo ndiyo yote, kwani sikuwa na udhibiti wowote juu ya mkono wangu mwenyewe. Mkono wangu ulikuwa ukipita kutoka mkono hadi mkono na nilifuata tu mwendo wake. Watu hawa walikuwa wamekuja kwa miguu kutoka vijiji vya jirani, maeneo yale yale ambapo Shabani alikuwa amefundisha. Sikuamini macho yangu nilipoutazama umati huu, nikiona mitazamo na tabia zao, nilipata uzoefu wa ajabu sana. Tulimuomba Ali Nakjavani aende kwa msimamizi wa eneo hilo na kumweleza jinsi imani ya Kibaha ilivyokuja Kongo. Alienda na akaalikwa kula chakula cha mchana na msimamizi. Lakini akajibu, hapana, siwezi kula nanyi isipokuwa marafiki zangu waje kula nasi. Msimamizi ambaye alikuwa mzungu alikataa akisema, hapana, hatuli kamwe na watu weusi. Kisha Ali Nakjavani akaondoka na Shabani na marafiki zake kulala nyumbani kwa Shabani. Hivi ndivyo marafiki walivyoikumbatia imani hiyo kwa wingi. Maelfu yao walikusanyika na kukusanyika karibu na nyumba ya Shabani. Kwa sababu yako, ili kufafanua jinsi imani ya Kibaha ilivyokuja Kongo, alikula chakula cha jioni saa 6 mchana nyumbani kwake na kusema, hapana, siwezi kula nanyi kila siku. Marafiki huja kula nami. Alisema ni mpango. Alisema sitawahi tena. Kwa hivyo akatoka, akamchukua Shabani na wengine kulala. Ilikuwa kwa sababu hizi kwamba marafiki walikubali imani. Walikuja maelfu ya watu waliomzunguka Shabani. Uzoefu ulikuwa tofauti kabisa kwa mzungu kulala huko. Niamini, ilikuwa ya kusisimua sana, ya kugusa moyo sana. Ilikuwa uzoefu wa kipekee kwangu, ambao sitausahau kamwe. Mzungu angewezaje kukubali kulala Shabani? Huu ulikuwa wakati ambapo marafiki walitamani kuingia katika imani. Huu ulikuwa mwanzo wa kuingia kwa wingi. Katika mwaka wa 67 kulikuwa na uasi huko Kivu na Wabaha waliokuwa Kivu Kusini, hasa huko Fizi ambayo ilikuwa kitovu cha uasi. Walinaswa huko na walichukuliwa kuwa magaidi au watu wanaotiliwa shaka, na pia waliteseka kutokana na matatizo kutoka kwa wengine ambao waliwashtaki kwa urahisi katika jaribio la kuzima imani ya Wabaha katika maeneo haya ambapo ilikuwa imeendelea sana. Licha ya mateso huko Kivu Kusini, imani hiyo ilienea kama moto wa porini katika eneo hili katikati ya miaka ya 1960. Imani ya Kibaha iliota mizizi huko Kasai Magharibi kutokana na kukutana na marafiki na familia wawili, George Mapangu na Zacharie Ngalamusome. Kufika kwa Ola Pavlovska huko Kananga mnamo 1966 kulisababisha kuongezeka kwa jamii za Wabaha, haswa katika maeneo ya Mweka, Demba na Dimbelenge. Hapa idadi ya watu ilikubali kwa hamu ujumbe wa Bahulu.
Athari ya mabadiliko ya ujumbe huu ilionekana wazi mara moja katika eneo hilo. Nilikuwa nimelala nyumbani wakati jirani yangu aliponiita, njoo haraka, tuna wageni. Niliamka, nikatoka nje, nikaona Bi Ola Pawlowska na Bewu. Nidun Tambwe. Walinipa kijitabu chenye kichwa wito wa kimataifa. Nilikipoka bila kusita. Kisha sikupoteza muda, nilijipatia nguvu zangu zote kwenda kufundisha. Na Madame Pawlowska alikuwa amepanga mkutano wa kufundisha ufanyike karibu sana na Benaleka, nami nikaenda na marafiki, akiwemo Sylvain Ngwindu. Kulikuwa na kijiji cha Batwa karibu, na nilipendekeza tuwaalike wakuu wa kijiji waje, si kutuona tu kwenye mkutano huo, na kwa kweli, wakuu wawili walikuja. Tuliwaambia, naam, Baraza la Haki la Ulimwengu limetuomba tuwafundishe Batwa. Vipi? Tunajulikana pia kimataifa, NK. Kwa hivyo walivutiwa sana. Na mmoja wa wazee akasema, unachotuambia kuhusu dini yako ni kizuri sana, lakini bado unahitaji kujua kusoma na kuandika ili kukikubali. Mimi sijui kusoma na kuandika. Alisema hapana, ni suala la moyo, kisha akasema, mimi ni Mbahai. Bi Pawlowska aliniambia kila mara kwamba hili lilikuwa suala la imani kutoka kwa Mungu. Ukivumilia, utapata mambo mengi. Ninatokwa na machozi ninapokumbuka maneno hayo kwa sababu kila mara alinionyesha kwenye kibao cha Ahmad. Aliniambia kwamba ukichukua barua hii tu ambayo Bahul alikuandikia, utaelewa mambo mengi maishani mwako. Na ungefanikisha mengi. Na sijawahi kusahau hilo. Kwa sababu tumekabiliwa na changamoto yoyote tunapotaka kuanza njia ya kufundisha, na kila mara tunapata ushindi. Nilipomkaribisha Bahula maishani mwangu, nilihisi kama nimepokea maisha mapya. Nyumbani, mimi na mume wangu tunaishi katika mazingira ya uelewano wa pande zote. Hali ya utulivu hutawala. Tunaomba msamaha. Wakati wowote ninapohisi kulemewa na matatizo, ubao wa Ahmad hutuliza moyo wangu na kuniletea utulivu. Siwashauri tena watabiri au, mbaya zaidi, wachawi ninapoteseka au kuna kifo katika familia. Ninamgeukia Mungu na kusoma ubao wa Ahmad. Amatul Nba alitembelea eneo la Mweka. Mada ya mafundisho yake ilikuwa umoja wa wanadamu. Lengo la Bahul ni kuunganisha watu wote wa dunia. Umoja huu lazima uonekane miongoni mwetu, hadi watu watambue kwamba Wabaha wana mafundisho ya kipekee ya kuanzisha umoja wa wanadamu wote. Unakumbuka wakati ule ulipokwenda kuvua samaki na kunialika niende pamoja nawe? Na baada ya chakula chetu, ulipokuwa ukinipeleka nyumbani, uliniuliza, unajua ulichokula? Nilidhani ni mkunga, lakini ukajibu, umekula bwatu. Nini? Chakula hicho ni marufuku kwa watu wa Kuba. Mani yadat. Amuni yadat. Tuwe jakat. Tuma jakat ti ashirkat. Abi telefomu ya aba ya chika mala yif biketi ba. Mioni ajiva boa. Ni bebe. Lakini ulisema, usijali, hakuna jambo baya litakalo kupata. Kwa nguvu ya Bahul, kila kitu kitakuwa sawa. Tulia. Hata hivyo, nilikuwa na wasiwasi sana.
Hatimaye, nilielewa kwamba ilikuwa ni ushirikina tu, na leo ninakula mnyonyaji wa boa bila shida yoyote. Mungu anatuambia, achana na mawazo ya mpangilio wa ulimwengu wa zamani. Ni wakati wa kutekeleza mawazo ambayo Bahul ametupa. Mara tu nilipokubali sababu ya Bahul, nilianza kufundisha katika kijiji changu, Bitalala. Hapo awali, watu hapa hawakuwa wakimwomba Mungu. Walikuwa waabudu mizimu na wachawi. Kulikuwa na migogoro ya mara kwa mara, hawakuelewana. Lakini tulipopokea ujumbe wa Bahul, tulijifunza kuishi pamoja kwa umoja. Hapa tunampenda Bahul kwa sababu ametuunganisha. Kupitia Bahul tumepata uelewa mpya. Zamani tulikuwa tukisema mimi ni Bindi au mimi ni Batua. Lakini imani ilipokuja, wote waliungana na kuwa kitu kimoja. Mafundisho mengi yananijaza furaha ya kuwa wa imani hii. Hasa Mafundisho mengi yananijaza furaha ya kuwa wa imani hii. Hasa ukweli kwamba ubaguzi wa kikabila unakataliwa. Sote ni familia moja. Kwa kufuata maandishi matakatifu, tumeanza kuoana. Wazazi wangu wanatoka kabila la Batwa Mbilikimo. Kwa upande mwingine, wazazi wa mke wangu wanatoka kabila la Bindi. Hapo awali, Bindi hawangekubali kamwe muungano na Batwa, na Batwa angekataa kuoa Bindi. Hata hivyo, leo, Bahul amekuja na mafundisho mapya ambayo yameenea kote ulimwenguni, yakithibitisha kwamba sote tuliumbwa kutoka kwa mavumbi sawa. Kwa hivyo, sote ni sawa. Imani ya Bahul inalaani ubaguzi wa kikabila. Sasa kwa kuwa tumeoana, tunashiriki maandishi matakatifu na kufuata njia iliyonyooka ya mafundisho ya Bahul. Mimi ni Kasayan kutoka kwa Benemulenga kabila. Kwa kweli, kwangu mimi, hili limekuwa la kinadharia zaidi utambulisho. Umoja unaozungumziwa si kitu cha kufikirika. Hapana. Ni kitu ambacho